Shetani amejipanga. Wewe na mimi je, tumejipanga? Karibu mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Mlei, na karibu katika sehemu ya 4 ya Sauti ya Mlei. Na leo tunatafakari juu ya swali hili muhimu, kwamba shetani mwenzetu amejipanga, hata kama si mwenzetu katika matendo. Lakini je, mimi na wewe tumejipanga? Shetani yule aliyeitwa mwerevu wakati ule akimshawishi Adam na Eva, na kwa umahiri ule katika litorikia, hata akafanikiwa kuwafarakanisha na Mungu kwa kutenda dhambi ya kukosa utii. Leo hii anakutana na mwamba huyu hapa, yani Bwana Yesu Kristo mwenyewe, na wanapiga stori pamoja kwa muda hivi huko jangwani. Inasemekana ni jangwa la Yudea. Wakati shetani anamwendea Yesu Kristo ili kumshawishi, tayari alikuwa anazijua kweli hizi 3, ishara kwamba shetani, rafiki yangu, hakurupuki. Kweli ya kwanza, shetani alijua Yesu ni mwana wa Mungu. Shetani alijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ndiyo. Kwani wakati shetani anamwendea Yesu Kristo ili kumshawishi ageuze mawe kuwa mikate, alianza na maneno, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Shetani alitambua fika ya kwamba mara tu baada ya Yesu Kristo kubatizwa, sauti kuu ilitoka mbinguni ikimnadi Yesu Kristo huyo kuwa ni mwana wa Mungu. Tena sio tu kwamba ni mwana wa Mungu, bali anayependezwa na Mungu mwenyewe, yaani mwana mpendwa wa Mungu. Sisi vijana tungelisema ni mtoto wa baba au mtoto wa mama. Ndipo shetani anamwambia Yesu kuwa yeye Yesu ni mwana mpendwa wa Mungu. Basi kama ndivyo kweli, abadilishe yale mawe yawe mikate. Kuna shida gani? Shetani alikuwa anamshawishi Yesu kwa kuigusa akili nafsi, sifa binafsi au ego ya Yesu, yaani wana upendwa wa Mungu na uungu wake. Patia picha, mwana wa Mungu anaambiwa ikiwa yeye kweli ni mwana wa Mungu, basi atende muujiza ili ajidhihirishe kuwa yeye ni kweli ndiye. Je, ingelikuwa wewe na mimi, tungelichomoka hapo? Si kwamba jangwa lote la Yudea lingetapakaa mikate siku ile. Ndugu zangu, si kila wakati tunapaswa kujionesha sisi ni akina nani. Na ni mara nyingi utasikia watu wakisema, hunijui mimi mimi ndiye mkuu wa shule hii, au mimi ndiye mkuu wa chuo hiki, naweza kukufukuza sasa hivi. Mimi ndiye mkuu wa kitengo hapa, naamua mimi kukufukuza au kukupeleka kijijini ukapambane na shida ya umeme na maji. Mimi ndiye mwenyekiti wa jumuiya, naamua mimi marehemu wako azikwe na padre au atupwe kama mbwa. Mimi ndiye msimamizi wa uchaguzi, naamua mimi ashinde huyu au yule bila kujali sauti na maamuzi ya wapiga kura. Wakristo ndugu zangu, hatupaswi kuwa hivyo. Ukristo wetu na vyeo vyetu ni vya thamani sana, kiasi kwamba tusipokuwa makini tutajitakatifusha na kuwataka watu watuabudu. Hii si sawa kabisa. Aidha, sanjari na shetani kujua kuwa Kristo ni mwana wa Mungu, shetani alijua ukweli mwingine, njaa ya Yesu Kristo. Shetani alijua fika kwamba Yesu alikuwa na njaa. Ndiyo, ni kweli kabisa kwamba Yesu alikuwa na njaa, kwani tunasoma katika Luka 4:2 kwamba na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Shetani kwa kulijua hilo kuwa ndilo hitaji la mwili kwa Yesu kwa wakati ule wa njaa ile ya siku 40, basi chambo kilikuwa ni mkate, chakula, msosi. Kwa hali isiyotegemewa kama ilivyokuwa rahisi kwa Eva, hapa Bwana Yesu Kristo haikuwa rahisi, kwani anachomoka kwa kumwambia shetani kuwa mtu hataishi kwa kutegemea mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Yesu hapa
anarejea maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3, ambapo tunasoma, akakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Pamoja, ndugu zangu, na kweli hizo mbili, Shetani alijua kweli hii ya tatu. Shetani alijua maandiko matakatifu kisawasawa. Kumbuka ndugu yangu, baada ya shauri la mkate kushindikana, Shetani alimtaka Yesu amsujudie kwa ahadi ya kumpatia utajiri wake duniani. Hebu patia picha ndugu yangu, una njaa ya siku 40, halafu unapewa ahadi ya utajiri mkubwa. Mimi na wewe tungechomoka hapo? Lakini mwamba alichomoka kirahisi kwa kurejea Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 13 inayosomeka, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Baada ya Shetani kujibiwa vile, akabaini kuwa kumbe Yesu anatumia maandiko matakatifu ili kujitetea na kuchomoka kwenye mitego yake ya ushawishi. Ndipo katika jaribu la 3 Shetani anabadili gia angani. Shetani anarejea maandiko matakatifu ili kumshawishi Yesu Kristo aingie kwenye mitego yake. Shetani anarejea Zaburi ya 91 aya ya 10 mpaka 13. Tunasoma, mabaya hatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Haya ni maneno matamu ya Shetani akimshawishi Yesu Kristo ati ajitupe chini kutoka kwenye mnara wa hekalu kwa madai kuwa yeye ni mwana wa Mungu kweli, na imeandikwa atalindwa na malaika. Haya sasa, hebu tuone akidakwa na hao malaika. Licha ya Shetani kurejea maandiko matakatifu, bado Yesu Kristo alichomoka kwa yeye naye kurejea maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 16 inayosomeka, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mpaka kufikia hapa, mlitorikia Shetani alikuwa ameshapigwa za uso, amechoka, amechakaa. Na si ajabu naye alikuwa na njaa. Alikuwa anategemea Bwana ageuze mawe kuwa mikate naye apate chakula. Thubutu yake. Ndugu yangu, je, wewe na mimi tunao ujasiri wa kutotumia vibaya neema zetu za kuitwa wana wa Mungu na neema zetu za madaraka tuliopewa? Au kutwa tunajisifu na kuwadharau watu wengine? Ndugu yangu, je, tunayo nguvu ya kukataa mali na utajiri unaokuja kwa gharama ya kuacha kumwabudu Mungu wa kweli? Ndugu yangu, kuwa makini hapa. Makinika nami kuelewa jambo hili, kwamba 70% ya ushawishi wa Shetani kwa Yesu ulitokana na maandiko matakatifu. Yaani Shetani alirejea maandiko matakatifu katika majaribu yote 3, isipokuwa jaribu moja tu, lile la pili. Lakini pia 100% ya utetezi wa Yesu mbele ya Shetani ulitawaliwa na rejea kutoka kwenye maandiko matakatifu. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Biblia ni jibu, na ukikosa majibu si rahisi kumshinda mjaribu na kuyashinda majaribu. Narudia, Biblia ni jibu, na ukikosa majibu si rahisi kumshinda mjaribu na kuyashinda majaribu. Azimia sasa kutafakari neno la Mungu ili kuwa na majawabu ambayo ni silaha dhidi ya Shetani, hasa tuwapo jangwani katika nyakati za dhiki, mateso na msoto. Ombi la leo. Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, tunakushukuru kwa kutupatia neno lako ambalo ni silaha yetu ya daima.
utujalie nguvu na ari ya kulipokea, kulisoma, kulitafakari, kulielewa na kuliishi neno lako hilo daima, ili liwe silaha yetu dhidi ya mwovu wetu. Amina.